Kiko kwa kama. Nage au nalo. Harmoni kiduki anyu nakar. Asa ni yitro ne. Wapendwa watazamaji, leo tuko na nafasi mzuri. Tumekuja kwa huu mlima ambayo ni mlima inapatikana hapa Teso, mlima ambayo mara kwa mara tumesikia ya kwamba mlima ambaye iko na bahari, na siku ya leo tumetunikiwa kufika mahali hapa ili tukaweze kuwaonyesha bahari ambayo iko juu ya mlima hapa. Na mlima huu iko na historia mingi sana, sababu kulingana na mababu zetu nasemekana kwamba mlima huu ni mlima wa kipekee ambaye ile wakati wa mababu zetu walipotoka kule Sudan wakapitia Uganda wakakuja wakipigana vita, huu mlima wakafika hapa wakasema kwamba ni mlima ambayo walipanda juu, wakasema huu ni mlima wa kutazama, yaani kutazama maadui wale ambao wanapigana pamoja nao. Na kwa Kiteso inaitwa Emorulaka Kitesi. Emorulaka Kitesi kumaanisha kwamba ni mlima wa Kitesi. Akitesi kwa Kiswahili inamaanisha kwamba mahali pa kutazamia. Kwa hivyo wakati walipokuja wakapanda hapa, wakapanda juu ya huu mlima, wakaanza kutazama maadui wao ambao walikuwa wanapigana nao. Wakaanza kuwatazama mahali penye wamejificha, wote wanaona, wakikuja wanapigana pamoja nao. Ndio maana mlima huu unaitwa mlima wa Kitesi. Na vile unavyoona ni mlima mrefu na ni mlima wa historia kivyake, na ambapo watu wengi wanatamani kufika mahali hapa kwenye huu mlima. Wenda ikawa mahali penye unatazama umewahi sikia maneno ya huu mlima na hujawahi fika. Nataka tu tazame kwa vizuri uone kwamba ni mlima wa kiajabu, kwa sababu ni mlima peke yake ambayo iko na bahari katikati. Na hapo kitambo kwa huu mlima walisema kwamba kuna bendera, japokuwa wakati huu bendera hizo ni kama ziling'olewa. Kulikuwa iko na bendera mbili. Bendera ziliwekwa na wazungu wa koloni ambao walikuwa wanatembea kwenye huu mlima, na unapata kwamba waliweka bendera hizo miaka zingine za nyuma huko kabisa, ambapo zilikuwa kule juu, ambapo watu ukiwa huko chini ya huu mlima ulikuwa unatazama hizo mabendera. Lakini sasa kufikia saa hii, kwa hizo miaka zote hizo bendera zimeisha na hata zimeondoka. Na huu mlima wa Kitesi ulikuwa unaitwa mlima wa bendera. Zaidi ya Wateso kuangalilia maadui wao wakati wa vita, ikaitwa mlima wa bendera. So wakati unapofika Teso, ufika mahali penye inaitwa Kitesi, ukiuliza mlima wa bendera, wanakuonyesha mlima wa bendera ndio ile kule juu. Na huu mlima wa bendera ndio iko mpaka na bahari. Sasa tunataka kutazama, tunataka kupanda juu twende tuone hiyo bahari, na tuweze kuzungumzia ni nini ilikuwa inafanyika wakati huo, wakati watu walikuwa wanakuja kwenye hiyo bahari.
kwamba tunaelekea mahali penye kuna bahari, na vile unavyoona huu mlima vile hivi ilivyo, mlima iko round, na katikati huko upande ule huko ndani ndio kuna bahari, ambapo tunaenda huko tuweze kuona hiyo bahari. Na ni bahari ya kimaajabu, ya kimiujiza, na imeishi miaka nyingi, na watu wengi wao wanakuja upande huu kwa sababu ya hii bahari. Sasa hapa ni mahali tumefika, ni bahari, na hii bahari ya historia sana, kwa miaka nyingi sana. Hii bahari imeishi hapa miaka na miaka, tangu mababu zetu, tangu koloni. Hii bahari imekuwa hapa, na hii ni bahari ya kihistoria. Hakuna bahari iko na historia kuliko hii. Hii bahari nyingine ya ajabu. Wakati nilikuwa kitambo, tukaambiwa kwamba ukifika kwenye hii bahari ni lazima utupe kiraka ndani, na ukitupa kiraka ndani unapata kwamba ati kuna kitu inameza hiyo kiraka, na wanasema inasemekana kwamba ukiingia ndani unaweza kupotelea ndani, inaweza kukupeza. Kwa hiyo unavyoona hii bahari hii kamulima kiasi na imeunda bahari, so maji penye inatokelezea hatuwezi tukaeleza ya kwamba inatokelezea wapi, lakini ni maji ambayo inakuja, ni maji safi, na pia kuna mahali pa kutokea ikienda, lakini mahali pa kuingilia hatuwezi tukasema kwamba macho yake iko wapi. Lakini hii bahari ni ya miaka nyingi, na unapotazama maji ni masafi sana, maji safi, hata hiyo unaweza ukakunywa. Hii maji ni safi sana, ukichota unachota ni safi sana, na ni maji ya kipekee. Na hii bahari imevutia watalii wengi kuja kutazama hii bahari ya mlima wa Kitesi, na unapata kwamba watoto wa shule, watu kutoka mbali wanakuja kutazama hii bahari. Na hii bahari imeishi miaka nyingi sana hapa. Tukikumbuka wakati wa immigration ya Wateso, hii bahari ilisaidia hawa watu sana. Wale wapiganaji wa vita walikuwa wanakuja kwa hii bahari, na hii bahari ndio walikuwa wanatumia maji ya kukunywa, maji ya kunywesha ng'ombe zao, kufua manguo, na hata kupitia kwa hii bahari. Maana ni bahari kubwa, unavyoona unatazama kama kidogo, lakini ni kubwa sana. Na hiyo maji haiishi venye unaona hivi, haiishi, inakuwa tu hivyo kila wakati. Sasa kwanza kwa hizo miaka zote mpaka wakati huu, hiyo maji inatoshana tu hivyo, huwa haiishi. Vile vile hii bahari imevutia watalii wengi na wanamuziki wengi, na wanamuziki wengi wanakuja hapa ili wakaweze kupiga picha hapa, na hata kuchukua kurekodi music zao, video zao hapa kwa hii tu bahari hii. So hii bahari imeleta watu wengi kutoka miji mbalimbali, na hata miji mbalimbali wanakuja wapi? Wanakuja kwenye hii bahari ili wakaweze kufanya production yao mahali hapa. Na so unaona kwamba hapa inatumika sana, na huu mlima unajulikana sana. Kwa hivyo ni mlima wa ajabu na ni mlima ya kupendeza. Cha ajabu na hii bahari, kuna inlet ya kuleta maji, iko mara tatu. Kuna kusini, magharibi, kaskazini na mashariki. Sasa tatu ni za kuingizia nini? Za kuingizia maji. Kuna hii ya kusini, maji wakati mvua inaponyesha inasanya maji yote ikiteremka kuingia wapi? Kuingia baharini. Tukikuja magharibi, upande huu, mvua pia ikinyesha upande huu wa magharibi, unapata kwamba maji yanatoka upande huu wote ikiteremka ikiingia wapi? Ikiingia kwenye bahari hii. Then tunaenda magharibi. Hapa ni kaskazini. Hapa pia mvua ikinyesha maji mingi inakuja na kusanya, inaingiza nini? Inaingiza maji kwenye hii bahari. Ambapo tumesema kwamba kuna inlet tatu na outlet yake ni moja. Sasa unapata kwamba inlet hizi tatu
kazi yao ni kusambaza maji wapi? Kwenye hii bahari wakati mvua inanyesha. Inakusanya kwa hii mlima yote inamwaga kwenye hii bahari. Then unapata kwamba outlet yake inakuwa ni moja, ambapo ni mashariki. Na hiyo outlet iko hapa. Sasa hii ni outlet. Inlet tumesema kwamba ni tatu, sehemu tatu, ambapo inafanya nini? Inamwaga maji ndani ya bahari. Alafu outlet ni moja, ni hii sehemu. Hii sehemu ya hapa. Ndio hata unapoona outlet yake ndio hii. Inamwaga maji ikiteremka wapi? Ikiteremka kule chini. Vile unavyoona huko chini, shimo huko chini. Hii sasa ndio outlet ya hii bahari. Maji yanamwagika kienda upande huu. Na unavyoangalia kwamba maji yenyewe ni safi, hakuna chochote ndani, yote ni safi na inateremka huko chini. Inateremka hapa, ndio maana unaona pale chini ile msitu inaenda kwa hizi msitu miti zinamea vizuri, msitu inang'ara kabisa kwa sababu ya maji yanatoka kwenye hii bahari. Unaona kwamba inang'arisha mpaka huko chini. Hata wale watu ambao wanalima huko chini wanapata maji source yao kutoka wapi? Kutoka hapa. Sababu inafanya chakula inamea na kila kitu inakuwa mzuri kabisa. Kwa hivyo ni mlima mwingine ambayo ni ajabu sana, ambapo watu hawajawahi fika, lakini iko na madhumuni kubwa sana, ambapo inapendeza. Hata unaweza tembea mmoja hapa kwenye mkono huko. Unaona kwamba unakaa. Hii ni sehemu nyingine ambao ni sehemu umeweka tu maji kivyake, na ni sehemu ambayo inasemekana kwamba wazungu walikuja wakapima, wakapata kwamba iko na futi nyingi sana kwenda chini, ambapo chochote kiangukia hapa ndani inazama. Hata chure kiangukia inazama, ndege kiangukia inazama. Alafu cha ajabu kabisa, inasemekana kwamba ndege ikipaa angani huko, ikipita sehemu hii, unapata kwamba inaweza vuta, kuna spaka ile inaweza vuta hiyo ndege na ianguke hapa. So ndio maana unapatanga hata mandege hapa ikipita sehemu hii haikaribiangi kwa hii mlima, inapitanga na chini upande ule mwingine ama upande ule mwingine. Maana yake ni kama wanajua tu kwamba wakipita sehemu hii, hiyo ndege itavutwa chini na ianguke. Hiyo ndio siri ya hii mlima, mahali penye nimebakia hapa. Hata hapa ninapotazama ni mrefu sana, hata sio kitu kifupi, ni mrefu. Inaweza meza hata na mimi nikiangukia sasa, inaweza jimeza hapa ndani. Kumalizia tunakuja kwa hii sehemu. Hii sehemu wazungu walikuwa wameweka bendera mbili. Bendera moja ya huku ufunguni na bendera moja ni ya Kenya. Ndipo imewekwa hapa. Sasa ukiwa huko chini, ukipita kwa barabara huko chini sehemu za Kiteto, ukiwa sehemu ya huko chini huko ni ya Kiteto, ukiwa sehemu za Kiteto huko kwa barabara ukipita, sehemu za Alcohol upande ule mwingine ukipita, utaona kwamba hiyo bendera zilikuwa zinaonekana kwa hiyo wakati. Ndio maana wakati walipokuwa huko wanasema huko juu kwa bendera, huko juu huko kwa mlima sisi ya bendera huko tu bendera. Japokuwa sasa hizo miaka zote bendera zenyewe zimeraruka na hata haziko tena, lakini tunajua tu sehemu penye bendera zimefanywa nini, zilikuwa zimewekwa. Ni hapa, ni hii sehemu ndio bendera zilikuwa zimewekwa. Hizo bendera na hizi haziko tena. Hiyo ndio historia ya hii mlima, ambapo ni mlima wa kuvutia, mlima wa ajabu. Tena unaweza tazama Nororo Hills upande ule mwingine, unaweza tazama kama River Malaba pale. Sasa hii imejaa River Malaba, tunaonekana tu hapa ndio ile River Malaba imejaa, kila mahali imetapakaa maji kwa sababu ya mvua yenye imenyesha usiku wa jana. Alafu ukiangalia upande huu mwingine, unaangalia Garissa Hills, ndio hizi ziko pale upande hii. Amkura Hills ziko upande hii. Hizi yote ni mlima. Ukiangalia upande ule mwingine, utaona kwamba unaangalia mpaka Busia town huko, unaangalia mpaka huko yote kupitia kwa hii mlima. Wala sehemu za Nangi na huko.
hata sehemu za Nangi na huko